Maisha ya mwanadamu yamekumbana na vitu vingi. Katika wiki hii tunakusogezea kioo cha mtafutaji. Darubini Digital imeweza kupiga hatua katika kata hii ya Urus hapa wilayani Karatu mkoani Arusha. Tunakusogezea makala mazuri kabisa ya vijana wao kwa namna ambavyo wanaitafuta kwa upande wa vijana wa kike, lakini pia vijana wa kiume. Kazi nyingi katika ulimwengu huu, vijana wengi wa kiume wamezitawala. Leo tumekuja hapa Tawisa, kata ya Urus. Moja ya jambo ambalo limetuleta hapa sisi kama Darubini Digital ni kukusogezea, kama kauli mbiu yetu inavyosema, bana, yanapoishia macho ya nyama basi darubini inaanzia. Sisi kama Darubini tumefika hapa Tawisa Urus kuwatembelea ama kuzuru sehemu ya wanapoweza kufyatua matofali. Lengo letu ni moja tu, tuweze kufanya mahojiano na vijana ambao wanapambana na maisha, kujikimu katika maisha ya kila siku. Sikuwa mwenyewe kwenye hili jambo, nipo na host wa kipindi hiki, anajiita Yohana Peter, lakini pia tumetembea na mdau wetu mwingine anaitwa Glory. Glory, mambo vipi? Uko fresh? Toa sauti basi ndugu watu kusikia. Tumefunga safari kutoka mji wa Karatu hadi hapa. Yes bana, ikiwa ni reporting live, lakini hii ni Darubini Digital siku ya leo ikifunga safari yake kutoka Karatu na kufika kitongoji cha Mendai. Na hapa leo tuko ndani ya shimo la tofali almaarufu kama kwa Fita. Na hapa tuko na baadhi ya wadau ambao wanafanya shughuli za matofali, kutengeneza pamoja na kuchoma. Lakini kwa sababu tuko nao, moja kwa moja tutakwenda kuungana nao na utajitambulisha kwa majina yako, shughuli unazozifanya hapa na changamoto unazopitia na faida ambazo unazipata kupitia kazi hii ya matofali. Karibu tafadhali. Kwa majina yangu naitwa Israel Lucas. Israel Lucas, tunaomba hebu ni wafahamishe kwa faida ya wale ambao hawajui matofali yanatengenezwaje, unaanzaje kutengeneza tofali mpaka kufikia hatua ya kuchoma matofali? Karibu. Hatua ya kwanza ya kutengeneza tofali, ya kwanza lazima uchimbe udongo. Hatua ya pili unaipiga na rungu. Hatua ya tatu unaloweka. Hatua ya nne unafetua. Hatua ya tano unapanga matofali. Hatua ya nne na kuchoma. Hatua ya nne ni kuchoma mpaka inakaa siku nne, siku 7 ndio unafungua tanuru unaanza kuuza. Kwa hiyo baada ya siku 7 itakuwa matofali tayari yameshaiva yote, au kuna ambayo yatakuwa yamebaki hayajaiva vizuri? Chini sana kwenye miguu ya tanuru haitaiva mstari mmoja. Kwa hiyo zile ambazo zitakuwa hazijaiva zinakuwa mnafanyaje ili ziive? Lazima tuirudishie kwenye tanuru tena na kuichoma na kuichoma mara ya pili. Basi bwana Lucas, ni mnapataje soko la matofali baada ya kumaliza kuchoma matofali? Unapataje soko la matofali? Soko ya matofali ni maelewano mtu na mtu, yaani mtu aliyetengeneza matofali na mnunuzi, ni maelewano kwa ufupi. Ni maelewano kati ya mnauziana nyewe wenyewe kwa wenyewe, au ni watu kutoka nje ya hapa wanakuja kununua matofali? Yoyote tu atakaye kuja hapa. Na je, mnafaidika vipi na loji ambazo zinaendelea kujengwa ndani ya kitongoji chetu na ninyi kama watengenezaji wa matofali? Tunafaidika kwa kadiri ya mauzo. Yaani ni hivyo, kwa ufupi nasema tu ni maelewano. Kama tumeelewana na mnunuzi, bei tunapatana, kila mmoja na bei yake. Kama mimi nauza 100, wewe unaweza kuuza 50, yani ni maelewano tuseme tu. Okay. Na mmeshafaidika kwa viongozi wa kempu ambazo zinaendelea kujengwa ndani ya kitongoji chetu? Mmeshawauzia matofali yanatolewa kwenye hili shimo na yanapelekwa pale, wao wananunua kutoka kwenu? Ndio, wananunua. Basi sasa niamini kwamba kila kazi ambayo ina mafanikio haikosi changamoto. Changamoto changamoto ni juhudi yako na kazi. Okay. Na kama ukifanya kazi ya matofali tangu unapoanza kutengeneza mpaka unachoma zile siku 7, na baada ya hapo kama hautapata mteja, haumpati kwa wakati, je, kwako inakaaje?
inabidi umsubirie paka mnunuzi atakapokuja. Mpaka mnunuzi atakapokuja. Sawa. Na shughuli hii ya utengenezaji wa matofali ulianza mwaka gani labda? Nimeanza mwaka 2022. Mwaka 2022. Na je, hii ni shughuli ambayo inaendesha familia yako au unafanya kama shughuli ya ziada? Hii ni ya ziada tu. Na shughuli zingine ambazo unafanya? Ndio. Bwana Lucas, tungependa kufahamu pia zaidi kuhusu wewe sasa. Je, wewe ni mkazi wa karibu na eneo hili la kutengeneza matofali au unatoka mbali alafu unakuja kutengeneza matofali huko? Mimi ni karibu na na shimo la tofali. Niko karibu sana. Bwana Lucas, ungependa kuwaambia nini wale ambao ni wanunuzi wa matofali aidha kwa maloji ambazo zinajengwa ndani ya wilaya yetu ya Karatu? Una ujumbe gani kwao ili wao waweze kununua matofali kutoka kwenu vijana ambao mnapambana kwenye shimo hili? Kama yeye akinunua, akiona ubora wa tofali yangu ndo atanunua tofali, lakini kama tofali yangu haifai, inawezekana yani hiyo sasa, hapo yeye atakuwa anaangalia ubora. Kama tofali yako ni mbovu, basi mtu akinunua ndio hivyo ananungunika, baadaye haji tena kununua kwako. Ikiwa ni mwendelezo wa kuendelea kupata maoni kutoka kwa baadhi ya vijana ambao wanajishughulisha katika shimo letu la matofali, na hapa tunakwenda kuungana na mwenyekiti wa vijana ambao wanafanya shughuli katika shimo hili la matofali. Atajitambulisha kwa majina yake na shughuli yake. Karibu tafadhali. Asante. Mimi kwa jina naitwa Bwai Petro. Na ninajishughulisha na kazi za matofali kwa muda wa miaka takriban 10 na kuendelea. Changamoto ya huku sisi sasa ya kipindi hiki cha mwishoni ni maji hasa. Na tunagharimu kiasi kubwa sana maji yetu ni maji ya bomba. Pia tunakumana na ng'ombe huko. Pia serikali imesema uwezekano iweze kutusaidia. Simba ndio kubwa kidogo ndio changamoto hizi kazi yetu iendelee. Na kwa miaka hiyo 10 familia yako inaendesha kwa kazi ya kufyatua matofali? Kazi yangu hasa hizi ni kazi ya muda mfupi kama miezi 2-3. Baada hapo tunaendelea shughuli zingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni nini wito wako kwa vijana ambao wapo mtaani hawafanyi shughuli hizi za matofali, wapo tu wanakaa vijiweni na kadhalika kule? Nini wito wako kwao? Wito wangu vijana tupambane ili mwisho siku tuende kupata pato ili tuendelee na kazi hii. Naomba kama kipindi hiki ile muda wa kutoa ikija tuone tupambane. Na mwenyekiti, unanufaika vipi wewe na kazi hii ya utengenezaji wa matofali? Unanufaika nini? Ili kazi yangu hii kazi inatulipa, maana kupambana kidogo unapata pesa, unaendelea kuilisha familia na wanaendelea kusomesha watoto. Basi huyo ni mwenyekiti wa vijana katika shimo hili la matofali hapa kwa Fita. Bana, hii ni inclusive interview ikiwa leo ni tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Leo kwenye inclusive interview hii ni Darubini Digital, tunakutana na mwenyekiti wa kitongoji cha Mendai. Kwanza kabisa tutapenda kufahamu kuhusu yeye, na baada ya hapo basi tutafahamu kitongoji ambacho anakiongoza kinaitweje na shughuli ambazo zitakuwa zinaendelea ndani ya kitongoji chake. Kwa hiyo usikose kipindi hiki ili basi uweze kujua mengi kutoka kwa mwenyekiti. Mwenyekiti, karibu sana. Asante sana mwanahabari. Asante. Mimi kwanza kwa majina naitwa Nicodemus Brody. Ni mwenyekiti wa kitongoji cha Mendai. Chaguliwa 2024 kitongoji. Lakini hapa tupo kwenye shimo la tofali katika eneo letu la kitongoji. Hili shimo ni eneo la serikali, imetenga kwa ajili ya vijana kujishughulisha, hasa kufanya kazi yao, kazi za jiendeleze. Hapa wanapata kipato. Matofali ni kwa ajili ya kujenga nyumba zao, lakini japo wanafanya kazi hizi, lakini pia kuna mambo mengine. Kuna upungufu wa habari ya maji. Eneo hili halina maji. Kikubwa tunaomba mkono wa serikali, angalau ituunge mkono ili vijana hao wajiendeleze na mambo mengine
tunahitaji pia msaada wa serikali kwa ajili ya barabara, kwa sababu matofali hizi zikichoma, maanake wateja wanakuja. Barabara ikiwa nzuri, maanake itakuwa ni rahisi pia eneo hili kufikika. Lakini pia mwenyekiti, tungependa kufahamu kitongoji ambacho unakiongoza kinaitweje na kipo kata gani, kijiji gani? Karibu tafadhali. Sawa, asante. Kitongoji hiki lipo ndani ya kijiji cha Qurus, kata ya Qurus, wilaya ya Karatu, mkoa wa Arusha. Okay. Na vijana ambao wanafanya shughuli hii ni vijana ambao wamezaliwa ndani ya kitongoji hiki cha Mendai, au kuna vijana ambao wametoka vijiji vya jirani pia lakini shughuli zao wanazifanya hapa? Ndio, vijana wanaojishughulisha hapa ni vijana wa kitongoji hiki cha Mendai, lakini wachache wa nje pia hatuwazuii, wanakuja mara pengine wanakuja kujishughulisha hapa. Na je, kwa wale ambao watakuwa wanatoka nje ya kitongoji cha Mendai, kuna utaratibu maalum kwa sehemu hii kwamba wakifika kuna utaratibu ambao wanakuwa mmeuweka kama kitongoji, au utaratibu ukoje? Utaratibu upo na eneo hili lina uongozi wake. Shimo kama shimo lina uongozi wake, kwa hiyo wanapitia kwa mwenyekiti wa eneo hili na mwenyekiti wao vijana. Kwa hiyo wanapitia kwa mwenyekiti, ndipo anatoa utaratibu wa kufanya kazi. Kwa kumalizia, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni nini wito wako kwa vijana ambao wapo ndani ya kitongoji chako na wanafanya hizi shughuli? Ni nini wito wako kwa vijana ambao labda hawajishughulishi na shughuli hizi, wapo tu labda wanakaa kijiweni au wanakaa manyumbani? Ni nini wito wako kwa vijana? Binafsi ni kama mwenyekiti na washauri vijana wajishughulishe, vijana waje kwenye shimo, waje wajishughulishe kwa habari ya matofali na hata kazi zingine. Vijana wajishughulishe, wasikae sana vijiweni. Kwa hiyo ni wito wangu, kuliko kukaa kijiweni, maana vijiweni vijana wanaharibika. Kwa hiyo waje wajishughulishe kama hao wengine wanaojituma. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nikushukuru sana, na wakati tunamalizia interview na mwenyekiti wa kitongoji cha Mendai, niseme wazi kwamba kwa wewe mfuatiliaji wa Darubini Digital, usikose vipindi vyetu vingine ambavyo vinaendelea kurushwa moja kwa moja na Darubini Digital. Kwa niaba ya timu nzima ya Darubini Digital, mimi nilikuwa mtayarishaji wa kipindi hiki Pasco Yohani, na mimi niliyekuletea kipindi hiki ni Yohani Peter, lakini pia yupo G ambaye ataonekana kwenye vipindi vingine. Hatuna la ziada, tunawashukuru sana. Usisahau kufollow na kulike vipindi vyetu vyote ambavyo vinarushwa kwenye social media. Karibuni, asanteni.